Tukirudi nyuma kwenye historia yetu, mataifa mengi ya Afrika, kama sio Afrika nzima, tulipopata uhuru, tulikubali kwamba tumepata uhuru kwa maana tunajitawala kama wa Afrika. Lakini tulisahau naweza kusema sio kwa bahati mbaya, kwa makusudi kabisa, tulikataa kuzaliwa upya kama mataifa huru, kwa maana ya kukataa sheria zote za kikoloni zilizokuwepo na kutunga sheria zetu baada ya kuwa huru. Nchi zote Afrika ziliendelea kubaki na sheria za kikoloni. Na ukiangalia misingi ya sheria za kikoloni, nyingi zilikuwa ni defensive, za kujihami, wanajihami waliokuwa wanatutawala. Zilikuwa na maslahi zaidi kwa wale ambao walikuwa wanatutawala. Kwa hiyo na sisi viongozi wetu wa Afrika wakajikuta wanaangukia katika mtego huo, ambao sasa mtawala akatengeneza daraja jingine. Naita wengine wakaanza kuandika hata vitabu baadaye huko, utaona anakuambia mkoloni mweusi, kwa maana watawala ni watu wenye hadhi tofauti na wengine. Na katika falsafa ya haki za binadamu, hiyo dhana ya mkoloni mweusi ilionekana sana wakati wanaandika mkataba wa haki za binadamu na watu wa Afrika mwaka 80 mpaka 81, maarufu anaita mkataba wa Banjul. Mkataba ule ulikuwa na mjadala mrefu sana, kwanza katika kujadili vitu vikubwa viwili: binadamu na watu, si ndio? Kenda napa assignment wanafunzi walioko hapa walio wengi wakagugo baadaye waone majadiliano hayo yaliyokuwepo juu ya maana ya watu na binadamu, kwamba katika jamii kuna watu na binadamu. Binadamu ni nani na mtu ni nani, ni maswali ambayo yalitawala sana katika mjadala. Baadaye wakafikia kutokukubaliana. Ndio maana mkataba pekee wa masuala ya haki za binadamu wa Afrika una neno watu, kwamba ni mkataba wa haki za watu na binadamu. Lakini mikataba ya mataifa yote katika ngazi ya kimataifa inazungumza haki za binadamu. Sasa hilo likatupelekea pia kuwa na jamii ambayo ilishaweka kundi la watu fulani, kwamba hawa wana hadhi na wengine hawana hadhi. Kwa hiyo wale wenye hadhi, na kwa kutumia sheria zile zile za kikoloni, wakatunyima wa Afrika walio wengi na wa Tanzania hususani elimu ya haki za binadamu, human rights education. Human rights education ndo msingi unaoenda kukufundisha wewe utawala wa sheria. Elimu hii ya haki za binadamu ndio inaenda kukufundisha wewe masuala ya uwajibikaji, haki za msingi za binadamu, misingi ya haki za binadamu tunatakiwa kujifunza huko. Sasa mataifa mengi ya Afrika hayakupata fursa hiyo ya kupata hiyo elimu. Kwa hiyo jamii hii tulionayo imekosa kitu kikubwa sana. Naweza kusema ina ombwe la elimu ya haki ya binadamu. Ni elimu ambayo ingetutoa katika hali tuliokuwa nayo, ingetupeleka katika hali nyingine, kwa maana kwamba ile hali ya kujitambua, kuwa na watu wenye ujasiri, wenye usubutu wa kuhoji, watu wenye confidence. Tungezalisha wakufunzi, walimu, maprofesa ambao wanaweza wakakataa uongo na kujaribu kunyanyua ukweli. Haya tunayozungumza leo hapa, escrow na madudu mengine kwenye rushwa, nataka tuseme hayakuwa yanafahamika. Ndugu yetu Utouh hapa ametukumbusha kwamba wanaofanya ufisadi mkubwa ni wasomi, ni wataalamu, ni watu wenye weledi mkubwa. Na yanapita huko ambako tumeaminishwa kuna wasomi na wataalamu mbalimbali. Mchango wao ni nini? Mchango wao ni nini? Kwa sababu wamepata elimu ya vitabuni, lakini wamekosa elimu ya msingi ile ya haki za binadamu, ambayo inakupa miguu ya kuweza kusimama, ya kuhoji na kutaka kuona tunaheshimu utu wa binadamu wenzetu. Kwa sababu mtu anayeheshimu utu, humanity, ni vigumu sana kupenda kuona mwenzake anaumia. Mla rushwa, mafisadi wakubwa hawana utu. Wangekuwa na utu wakifikiri kwamba kuna haki nyingine inakiukwa huko vijijini, haki ya kupata huduma safi ya maji, huduma bora za elimu, huduma bora za kijamii na hali kama hiyo, asingeweza kufanya yale kwa sababu haki za binadamu hazipo ndani yake. Kwa hiyo Wizara ya Elimu mwanzoni mwa mwaka 2011 walifanya jitihada kubwa sana kuona ni kwa jinsi gani sasa mitaala yetu inaanza kubadilishwa na kuanza kuingiza misingi ya haki za binadamu
tofauti na mifumo iliyokuwepo hapo awali ambapo watu walikuwa wanajifunza uraia, wanajifunza civics, ila kilichokuwa kinafundishwa pale ni haki ya kuchagua ama kuchaguliwa, demokrasia na vitu kama hivyo. Kwa kila mmoja anafikiri kitu kikubwa kwake ni demokrasia ama kushiriki katika michakato ya chaguzi mbalimbali. Kwa maana unaweza kukuta mara nyingine toka uchaguzi mpaka uchaguzi kuna watu wanajipanga na kampeni tu, kwa sababu ndio kitu ambacho kiliingia sana katika elimu ambayo ilitolewa hapo awali. Kwa hiyo kukosekana kwa elimu hii, tunasema elimu ya haki za binadamu, kwenye mitaala rasmi kuanzia shule za msingi kabisa, imetupelekea hapa tulipo leo. Tuna taifa la watu wasiohoji, tuna taifa la watu wasiokuwa na confidence kabisa ya kuzungumza vitu ambavyo vinaliangamiza taifa hili. Tuna taifa la watu waoga. Tuna taifa la watu waoga. Leo hii wapo wasomi kabisa tunapata nao shida huko mahakamani, anaambiwa akatoa ushahidi, anaogopa, anafikiri akienda kutoa ushahidi basi atafungwa. Huyo ni msomi wa Tanzania. Sasa tukiwa na taifa hili, kwa kweli tutampa mzigo mkubwa sana Mheshimiwa Rais wa kuendelea kutumbua. Wapo watu wanasubiria lini wanatumbuliwa, kwa sababu wanajua ni nini ambacho kipo mbele yao na wanajua nini matendo yao. Kwa hiyo taifa la Tanzania limekosa kitu kikubwa sana ambacho leo tunajadili hapa na kuona ni kwa jinsi gani tunaweza tukatoka hapo. Jambo jingine, katika nchi za Afrika tumeacha siasa itawale professionalism. Politics versus professionalism. Siasa dhidi ya weledi. Hapo ndio janga kubwa tulionalo. Wataalamu wetu wamekuwa mara nyingine hawatutoi na kutupa miongozo kwa sababu wanaogopa siasa itawamaliza. Naogopa kushughulikiwa. Nikisema itakuwaje? Si ndio? Sasa hiyo ni kansa. Italiangamiza taifa hili. Siku tutakapoamua weledi utawale siasa, watu wataacha siasa. Kwa maana unakuta leo maprofesa wanatoka vyuo vikuu wanaacha kufanya tafiti, wanaenda kugombea ubunge majimboni, wanaenda kuomba kula, kwa sababu wanafikiri siasa ni bora zaidi kuliko uweledi wao. Siku tukiacha wataalamu wafanye kazi yao, kwa kweli tunaweza tukatoka hapo. Jambo jingine ambalo ningependa nilizungumzie ni swala zima la ubinafsi. Kuna kitabu kimoja kinaitwa Dead Aid, kimeandikwa na Dambisa Moyo. Naopenda kusoma vitabu, naweza wakakipitia hiki kitabu. Kina mambo mazuri sana. Ukisoma kitabu hiki, anazungumzia ubinafsi in a context kwamba baada ya uhuru Afrika walizaliwa watu wanaitwa African Kings, kwamba hawa ni untouchable. Unaona kabisa Kilosa, mheshimiwa fulani ananunua shamba la hekta 3,000 na wewe mwananchi unasema ni la mkubwa. He is an African king. Unaona kabisa misaada inatoka huko kwa mataifa yaliyoendelea kuja kwa ajili ya kuhudumia wanajamii wa Tanzania, huduma ya afya, na wataalamu waliowekwa kwenye sekta mbalimbali wanaona kabisa ile pesa inaenda kuhudumia wakubwa fulani, wanakaa kimya. This is African king. Dambisa Moyo ametueleza sana haya. Ni kitabu kizuri sana, na nafikiri kwa minajili ya muda taomba niishie hapo, labda nitapata fursa ya kuendelea zaidi kutoa yale ambayo nimeyabakiza kwa ajili hiyo. Asante sana. Asante sana. Naomba kwa papo ambako kumekuwa kunaendelea pamoja na kutumbua majipu. Tunakumbuka wote mwanzoni zile masuala yale masuala yalikuwa yanatokea bandarini, lakini pia masuala ya makinikia. Hivyo vyote viliwafanya watu waamini kwamba huenda tunaweza tukapunguza tatizo la rushwa. Lakini wachambuzi wa mambo bado tunaendelea kuuliza, je, ni kweli haya mawazo walionayo wa Tanzania yanaendana na uhalisia? Si kwamba masuala haya kwa mfano ya makinikia, utumbuaji majipu na vyote hivyo vimepata popularity ya media, sababu tunajua nguvu ya vyombo vya habari. Vinavyo popularize kitu ni lazima kionekane kama vile kimefanyika. Je, uhalisia uko hivyo? Na kama ulifuatilia vizuri speech ya Mzee Utouh, alisema pale mwishoni wakati akitoa changamoto kwa TAKUKURU PCCB ya kwamba ni muhimu kutoa updates ya kesi, watu wajue zinavyoendelea, kwa sababu inabainisha kabisa ya kwamba kweli kitu kinaweza kuwa popular kwenye media, lakini kumbe hakuna hatua zozote zilizochukuliwa kurejesha heshima ya kile kitu ambacho kilipotea. Lakini vile vile Watanzania kwa mujibu wa tafiti
Na by the way, utafiti huo upo, ni kwa Kiingereza umeitwa The Untouchable na uko pale nje, na kwa Kiswahili umeitwa hawakamatiki, hawashikiki. Tafiti hizi ziko hapo nje, unaweza ukasoma baadaye ili kujipatia elimu zaidi, na kama zitakuwa zimekwisha unaweza ukapata kwenye website yetu. Kwa mujibu wa utafiti huo pia ilionyesha ya kwamba Watanzania wengi walakini hawajafurahishwa na namna ambavyo tunatatua matatizo ya rushwa. Kwa mfano, swala la kuwawekea kinga baadhi ya viongozi ni swala ambalo linawaudhi Watanzania walio wengi, kwamba kwa nini baadhi ya viongozi wana kinga linapokuja swala la rushwa, hasa wale wanaomaliza madaraka yao. Kwa nini wanawekewa kinga wasije kushtakiwa ili hali waliingizia nchi hasara kubwa? Lakini vile vile Watanzania wanaelewa kwamba demokrasia ni msingi mkubwa mno katika kusaidia mapambano dhidi ya rushwa, ila demokrasia imebanwa. Kubanwa na kuminywa kwa vyombo vya habari, kubanwa na kuminywa kwa mijadala ya wazi. Sote tunafahamu harakati za kisiasa ambavyo zinapigwa vita sasa hivi, mijadala ya wazi ambavyo inapigwa vita sasa hivi, jinsi ambavyo unafuatiliwa umesema nini, wapi na lini, na jinsi ambavyo watu wanachukuliwa hatua kutokana na kusema kwao. Haya mambo yote Watanzania wanayaona na wanayajua, na wanasema hivi ni vitu ambavyo vinakwamisha hata hizo sifa ambazo tumezitoa awali za serikali ya awamu ya 5 ya kuonesha kwamba ina nia ya dhati ya kupambana na rushwa. Kiukweli, kuminywa kwa demokrasia kunarudisha nyuma harakati za mapambano dhidi ya rushwa. Majuzi, mwishoni mwa mwaka jana, pia serikali yetu ilijiondoa katika mpango wa Open Government Partnership, ambao ulikuwa ni mpango ambao ulikuwa unaipa heshima kubwa sana Tanzania duniani kote, kwamba serikali ya Tanzania imeamua kujiweka kwenye mpango wa kuendesha shughuli zake kwa uwazi. Lakini tumeamua kujiondoa, na sababu ambazo tumeziweka katika kujiondoa huko, mtu yoyote mwenye akili timamu hawezi akazielewa. Kwa hiyo hii yote inaonesha ya kwamba hatuna nia ya dhati ya kukiondoa hiki kirusi cha rushwa ambacho kiko kwenye bone marrow. Kwa hiyo bado tuna changamoto kwetu wasomi ambao tunasoma hapa, tuna graduate, tunaenda kushika nyadhifa mbalimbali. Mzee Utouh amezungumza mengi, siwezi kuyarudia kwa mujibu wa muda, lakini tunao wajibu mkubwa wa kupambana na hili tatizo ambalo linailetea aibu kubwa sana nchini yetu. Kiukweli legal frameworks tunazo nzuri sana, sheria tunazo nzuri, tumezianzisha.